Pata mbasha. Unatupata mbashara kutoka katikati mwa Rift Valley, Kenya. Hiki ni kisima cha Pure Gospel, CFF Burnt Forest. Kwa hakika the Lord is here. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Leo ni siku ya Palm Sunday. Ni Jumapili ya mitende. Hebu ambia mwingine happy Palm Sunday. Karibu katika Palm Sunday ya mwaka huu wa 2025 ambayo naamini ya kwamba ni ya baraka kwa kila mmoja wetu. Nataka tuombe alafu tuweze kusikia neno la siku ya leo ambalo litakuwa ni neno la baraka, neno la neema, neno la uvuvio wa kipekee. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuabudu na kukuheshimu maana wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya umbali umetuleta. Asante kwa sababu ya mwaka huu wa 2025. Maana Mungu ulituingiza katika huu mwaka ukiwa na mpango mwema na maisha yetu na Ukristo wetu na imani yetu. Na asubuhi leo tunapoingia kusikia neno lako, tuomba utamalaki katika kikao hiki. Anza nasi, tuelekeze, tukifika mwisho tukutukuze na tulihimidi jina lako. Wewe ni Mungu na hakuna wa kulinganishwa na wewe. Nitumie sasa kama chombo chako kuwainua watu wako viwango vipya. Jinani mwake Kristo Bwana tumeomba tukiamini. Amen. Kwa mara nyingine na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hata nami pia si jambo. Yesu Kristo ni Bwana. Kwa wale ambao hawanijui, naitwa Pastor Amos Karaja na huwa na hudumu mahali hapa, na nashukuru Mungu kwa sababu ya jambo hilo. Wiki hii ni wiki ambayo inaitwa Holy Week, na ni wiki ambayo matukio ambayo yalifuatiliwa katika wiki hii yalituelekeza kupokea wokovu wetu kupitia kwa msalaba wa Yesu. Na ni wiki ambayo Yesu Kristo alipitia mateso mengi, na ni yale ambayo yalikuwa yamemleta duniani. Licha ya kwamba alikuja mapema na akakaa for 33 years akigoja wiki hii. Alikaa duniani tu for 33 years akigoja wakati huu wa Pasaka kuweza kusulubiwa, kuweza kumwaga damu, kuweza kuchukua space ambayo ilikuwa ya mwana kondoo. Kila mwaka wa Israeli walimtoa mwana kondoo akawa dhabihu, akawa sadaka. Kila mwaka, hata si kama kila mwaka, ni karibu kila wiki watu wakienda hekaluni, kila mzee alikuwa amebeba kondoo dume, alikuwa amebeba mwana ng'ombe dume wa kwenda kuchinjwa kuondolea familia yake dhambi na makosa. Lakini wakati Yesu Kristo alisulubiwa, sisi tukawa huru. Yeye akachukua that space ya wanakondoo wote, akawa mwanakondoo ambaye alibeba hiyo yote. Bwana Yesu atukuzwe. Nataka tuchangamke watu wa Mungu, tupigie Yesu makofi mazuri kwa sababu ya kutufia. Ngoja. Nataka tupige makofi mazuri kwa pamoja sisi wote, tumshangilie Yesu kwa shangwe na vigeregere, kwa sababu alijinyima, akaacha ufalme, akaacha uungu, akazaliwa kama mwanadamu, akateseka kama mwanadamu, akaumia kama mwanadamu, akatolewa damu kama mwanadamu, akawa na njaa kama mwanadamu, ili mimi na wewe tuokolewe. Na kulikuwa na malaika pale mbinguni, kulikuwa na Roho Mtakatifu, kulikuwa na wale wengine, lakini hao hawakujitolea. Yesu akajitolea ili wewe na mimi tupokee wokovu. Nataka tumshangilie Yesu vizuri kwa makofi na kwa shangwe na vigeregere, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Sawa? Shangwe na vigeregere wewe. Thank you. Naona stima zimehepa kidogo, lakini watu wa online tunaendelea vizuri. Mkiona tunaagiza kidogo, mjue ni stima hatuna, lakini tunaendelea vizuri. Natumai hiyo video inaonekana vizuri. Thank you. Unajua hapa kwetu Burnt Forest mvua ni nyingi, na sasa stima, watu wa Kenya Power wanaanua stima yao, na tunawakubalia kwa sababu sisi hatuna uwezo kufika hapo. Siku ya leo ni siku ya Jumapili ya mitende, siku ambayo Yesu Kristo aliingia Yerusalemu akisherekewa, akiimbiwa, akipigiwa magoti, akiinamiliwa, akitolewa hata mavazi anatandikiwa.
Mwanapunda ambaye alikuwa amebeba Yesu hakukanyanga matope, hakukanyanga vumbi, alipitia kwa manguo ya watu, alipitia kwa mareso ya wakina mama, alipitia kwa matawi ya mitende, kwa sababu alikuwa amebeba King of Kings. Na siku ya Monday, huyo punda, hakuna mtu alikuwa na shughuli na yeye. Huyo punda alitembea huko kwa kijiji akisema hiyohi, akibebeshwa mizigo na kuwekwa nyahunyu, na hakuna mtu alikuwa na haja na yeye. Lakini Sunday alikuwa akitembelea mahali pametandikwa. Watu walitoa mavazi yao kwa mwili, wakamtandikia huyu punda. Sijui kwa nini huyu punda siku ya Sunday aliringa akitunzwa, lakini Monday hakuna mtu alikuwa na shughuli na yeye. Jiulize hilo swali. Siku ya Monday hakuwa amebeba King of Kings, lakini siku ya Sunday alikuwa amebeba King of Kings. Na wewe challenge as from today, challenge wewe mwenyewe ya kwamba uwe umebeba King of Kings siku zote, ili heshima hii isikuondokee. Heshima hiyo ilimuondokea punda kwa sababu Monday hakuwa amebeba King of Kings, lakini on Sunday kwa sababu alikuwa na King of Kings kwa mgongo yake, alipewa heshima. Mpaka watoto walimuimbia, wamama waliimba Hosana juu, Hosana. Lakini Monday hakuna mtu alikuwa anamuimbia, alikuwa mpaka anawekwa nyahunyo tu. Halo. Tubebe King of Kings siku zote. Ambia mwingine usimweke chini, mbebe siku zote. Usiwahi mweka chini, beba Yesu siku zote, maisha yako yote mpaka uende heaven. Si ndio? Na ninashukuru sana kwa wale ambao walinipigia simu, wale walinipongeza kwa sababu ya happy birthday. Wiki hii nilikuwa na happy birthday. Wengine hawakuniletea keki, hata M-Pesa yangu niligojea nisikie ikilia, sikuona. Na nadhani leo italia. Haya, praise God. Si nyinyi ni watu wa nguvu. Sasa tukisoma katika kitabu cha Mathayo 21, nataka tukimbie pale upesi. Matthew 21, nitakuguzia tu kidogo tu. Matthew 21, kitabu ni cha Mathayo 21. Natumai niweke Bluetooth hapo. Unaguza tu hiyo ya juu tu hapo. Matthew 21, tuko pale katika kitabu cha Mathayo 21 kuanzia verse 1 kuendelea. Yote inaeleza vile walipokaribia Yerusalemu, walifika Bethfage katika mlima wa Mizeituni. Ndipo Yesu akawatuma wanafunzi wake wawili, akawaambia, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, nanyi mtakuta punda amefungwa hapo na mwana punda mmoja pamoja naye. Wafungueni na muniletee. Mtu yeyote atakaposema lolote, mwambieni kwamba Bwana ana haja nao, naye atamruhusu amlete mara. Alitumana na punda akafunguliwa akaletwa. Haya yalitukia ili litimie lile lililoandikwa na nabii akisema, mwimbieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mnyenyekevu, naye amepanda punda juu ya mwana punda, mtoto wa punda. Hiyo ilikuwa imeandikwa miaka ya zamani ya kwamba Yesu atakuja amejinyenyekesha, atakuwa amejinyenyekesha mpaka kubebwa na mwanapunda. Kabla hatujamalizia neno hilo, naomba tu tukimbie katika kitabu cha Zakaria. Zakaria iko Old Testament. Sasa tulikuwa kwa New Testament, turudi kwa Old Testament mbio. Nataka nikisoma maneno haya ili niweze kuongea. Zakaria, tuko pale katika kitabu cha Zakaria mlango wa 9. Zakaria chapter number 9 verse 9. Zakaria 9:9. Wacha nikusomee alafu uweze kuelewa ni nini hicho ambacho Mathayo amesema. Shangilia sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mpole, naye amepanda punda, mwana punda, mtoto wa punda. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maneno yaliandikwa na nabii Zakaria zamani,
zamani sana, zaidi ya miaka 400 kabla Yesu azaliwe. Na sasa Yesu amezaliwa na amekaa duniani miaka 33, na leo amebebwa na punda akiingia Yerusalemu. Kuna kitu ambacho nataka tuendelee kuguza mbio mbio. Verse 6 katika ile Matthew, turudi Matthew 21 verse 6. Wale wanafunzi wakaenda wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakamleta yule punda na mwana punda, nao wakatandika mavazi yao juu ya hao punda. Walitoa nguo zao wakazitandika juu ya punda, naye Yesu akaketi juu yake. Umati mkubwa wa watu ukatandaza mavazi yao barabarani, na wengine wakakata matawi kutoka kwenye miti wakayatandaza barabarani. Ule umati wa watu uliomtangulia na ule uliomfuata wakapiga kelele wakisema, Hosana mwana wa Daudi, amebarikiwa yeye anayekuja ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Yesu alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki. Watu wakauliza, huyu ni nani? Ule umati wa watu ukajibu, huyu ni Yesu, yule nabii kutoka Nazareti katika Galilaya. Bwana Yesu atukuzwe. Hiyo ni somo kubwa sana nimekusomea, na ninataka nikupeleke hii safari mbio mbio. Yesu Kristo aliingia Yerusalemu, na hii ni siku ya Sunday, na ikawa ni sherehe kubwa. Tunasikia mpaka town nzima ya Yerusalemu ikasimama kwa sababu ya huyu mtu anayeimbiwa. Mpaka watu wakaanza kuuliza, huyu mtu mwenye amesimamisha the whole town, na watu wanamuimbia, na amebebwa na punda, hajabebwa na magari ya maana, amebebwa na punda. Huyu ni nani? Na watu ndio walijibu, walikuwa wakijibu hiyo maswali, wanasema huyu ndio Yesu, huyu ndio Yesu. Praise God. Mwadhani ya gosho. Huyu ndio Yesu. Na wakati ambapo Yesu aliingia Yerusalemu that Sunday, aliingia kama mfalme wa wafalme. Town mzima ilisimama kwa sababu yake. Lakini sijui kama the whole week ilisimama vile Sunday ilikuwa. Sunday aliheshimiwa. Ile midomo ambayo ilimwimbia Hosana juu, Hosana, Hosana, amebarikiwa huyu anayekuja kwa jina la Mungu. Sijui kama hiyo midomo iliendelea kusema hivyo. Bwana Yesu atukuzwe. The same midomo on Friday, Pilato alijaribu kuwabembeleza. Friday, Pilato alijaribu kubembeleza hawa raia. Anawaambia, munikubalie nifungue huyu mtu wenyu mlirudi na yeye. The whole umati wanasema hatutaki na hatutaki. Mfungue Baraba aendelee kutuiba. Yeye ni mwizi wetu. Waacha huyo mwizi, hata mama yake ni jirani yetu. Waacha huyo mtoto wa jirani akuje. Lakini huyu mwenye mnasema hana hatia, Yesu, asurubiwe, asurubiwe. The whole Kirindigio, the whole town wana shout, asurubiwe, asurubiwe. Baka Pilato akaitisha jug na maji. Bible inasema Pilato alinawa mbele ya watu wote. Akanawa, akasema, mimi damu ya huyu mtu haiko kwa mikono yangu. Nao raia wanasema, wacha ikwe juu yetu na watoto wetu, hatujali, msulubishe. Just imagine. Bwana Yesu atukuzwe. Unakumbuka the same people on Sunday wamesimamisha the whole town wakisema Hosana, Hosana, huyu ni wetu huyu, raka niko gaito. Mpaka wanatoa nguo zao wanazitaandika akanyagie juu. Na si Yesu anaguza, si Yesu anakanyanga, ni punda. Ngoro, punda yenye tunadharau kabisa, inakuwa na muda mwingine vibaya. Hiyo ndio walikuwa wanatandikia nguo zao ikanyange. Lakini Yesu ako tu juu. Na huyo hao watu on Friday walikuwa wamemgeuka Yesu. Nataka ni kuchallenge kama mtu wa Mungu. Nataka ni kuchallenge. Praise God. Watu usiamini sana watu. That's why the Bible huwa inasema amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu ni yule. Leo anasema hivi, last Sunday ninakumbuka nikiwaambia wanasiasa anasemanga hivi, na ikifika miezi 2 yeye ako kwa chama kingine tena.
na anasema hii ndio yetu. Kila mtu akuja kwa hii chama, hii ndio yetu. Na ikiisha wiki ingine mbili tena ako chama ingi. Kuna wanasiasa wenye hajawahi, kila mchaguzi anakuanga chama tofauti na ile yenye alianza naye. Na mnawajua, si ndio? Na kama hataenda kwa chama tofauti, anaenda amebebana na chama yake, anaenda anaingia nayo huko. Ndio kikiumana anatoka tu na chama yake. Those people we know them. Lakini Yesu Kristo, siku ya leo Yesu Kristo ambaye tunajifunza juu yake ni wa ajabu. Despite ya kwamba mwanadamu anabadilika, Yesu Kristo habadiliki. Mwadhani ya gosho. Despite ya kwamba mwanadamu anabadilika, Yesu Kristo hawezi badilika. Yeye ni yule jana, yeye ni yule leo na kesho. Huyu mwanadamu wa Yerusalemu, Sunday alikuwa anaimbia Yesu hosana. Lakini siku ya Friday, huyu mwanadamu alikuwa anasema Yesu asulubiwe. Tuhamu wadu wagai. Hata kama mwanadamu anaweza badilika, wewe simama vizuri. Mtoto wako mwenye umemnyonyesha matiti yako, mwenye ulimubeba miezi 9, anaweza kukugeuka. Na akugeuke na akuchukulie panga. Lakini Yesu hawezi kukubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Mzee wako ama boyfriend yako mwenye akuitanga sweet honey, anaweza kukugeuka. Ni wangapi tumeona kwa TV alichinjwa? Si ndio? Hata bibi yako yule mwenye alikuwa mnaenda swimming, mnaenda wapi, anaweza kukugeuka. Lakini Yesu Kristo hawezi kukugeuka. Wale watu ambao mko nao kwa fellowship, unaweza ona huwa mnaobeana, mnatoleana ushuhuda, mpaka unasikia ushuhuda imekuwa mtamu mpaka machozi inatoka. Hawa watu wanaweza kukugeuka. Kama ni hawa watu walimgeuka Yesu. Yesu aligeuka kwa mara nyingi. Katika hii Easter tuna tafakari yale Yesu alipitia. Just imagine, hii wiki tu on Thursday Yesu alisema kuna mmoja wenye watanisaliti. Wanaanza kulizana, mimi haiwezi kuwa mimi. Yesu akasema huyo mwenye tumeweka mkono na yeye kwa sahani atanisaliti. Imagine, Yesu alikuwa amemwamini huyu mzee anaitwa Judas Iscariot, kwa sababu kwa Bible kuna Judas wengi na niliwaambia hivyo. Kuna Judas ambaye walizaliwa tumbo moja na Yesu, ambaye ameandika kitabu cha Jude. Si niliwaambia hiyo? Judas mtoto wa Mariamu na Yusufu ameandika kitabu cha Jude, ndio cha pili mwisho kwa Bible. Ukitoka Jude unaenda Revelation. Lakini hapa kuna Judas Iscariot ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Yesu alimwamini, akampea cheo kubwa. Yeye ndiye alikuwa treasurer. Huwezi patia na hii mshike vizuri. Huwezi patia treasurer mtu yeyote. Treasurer huwa inapatiwa yule mtu mwenye umekaa na yeye, umemsoma mpaka umeona kweli huyu ni mtu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie treasurer wetu makofi. Yesu alikaa na Judas mpaka akampea cheo ya treasurer. Yeye ndio alikuwa anabeba pesa yote. Kama kuna crusade inapangwa, Judas alikuwa kwa kamati ya kuandaa hiyo crusade, kwa sababu pesa yote ni yeye ako naye, yenye itahitajika ni anatoa. Kila mahali Yesu hangeenda mishoni yoyote bila Judas. Alimwamini sana. Lakini Judas aliingiwa na hiyo roho ya kugeuka, na akamgeuka Yesu. Na mpaka akaenda akamuuza pesa yenye haiwezi msaidia. Matogoro date, sijui ilikuwa ni shilingi date ama ilikuwa gani. Na wakati tulikuwa tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, na niko na good news. Good news ni kwamba kuanzia mwezi wa 5 from first Sunday tutarudi pale kujifunza kitabu cha Matendo ya Mitume. Simu nipigie makofi. Tutarudi kujifunza kitabu cha Matendo ya Mitume from first Sunday ya May. Watu wamelia sana, wamerequest sana, out of public demand. Tutajifunza kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia chapter 1 mpaka chapter 28. Kila Sunday tunakuja, tunaendelesha mahali tuliachia Sunday, tunaendelesha. Na katika hicho kitabu cha Matendo ya Mitume kuna mambo ambayo tutakuja kugundua. Ya kwamba Judas wakati alichukua hizi pesa ambazo alimuuza Yesu, alienda akanunua shamba. Na wakati alinunua hiyo shamba, Bible inasema Judas alikuwa pale kwa hilo shamba. Akasikia uchungu sana wakati alikumbuka kile amesaliti beste yake number 1.
Akaanza kupiga mahesabu. Huyu mtu aliniamini, kati ya hawa 12 aliona tu mimi siwezi kula pesa na akanipatia hiyo majukumu. Huyu mtu ameniamini, tumefanya kazi na yeye. Hata kama mimi sipewi nafasi ya kuhubiri, lakini mimi lazima niwe pale kwa mipango. Lakini nimemsaliti. Judas akasikia uchungu, akakimbia juu ya miti moja, ati akafunga kamba na akajiweka shingo. Lakini cha ajabu ni kwamba hakukufa. Halo. Hiyo tutakuja kuangalia kitabu cha Matendo ya Mitume. Wakati ambapo Judas alijihang pale, kamba ilikatika, akaanguka chini. Kwa hiyo shamba alianguka. Bible inasema kwa sababu alikuwa mzee mnene mwenye kitambi, alipasuka na hakupona. Sasa hakuuliwa na ile kamba, aliuliwa na kupasuka. That is what the Bible says. Lakini hiyo tutaiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Sasa hapa tunamuona ya kwamba Yesu Kristo anapata watu wakimgeuka. Kuna rafiki wa Yesu ambaye yeye alimpenda Yesu sana. Yesu alimpenda John, lakini naye Peter alimpenda Yesu. Mnanielewa sasa? Peter alipenda Yesu na roho yake yote. Mpaka hii wiki Peter aliapa akasema, walai hata watu wote wakikugeuka, mimi nitakufa na wewe. Yesu anamuuliza, kweli? Anasema nitakufa na wewe. Wakati ambapo Yesu Kristo katika hii wiki, wacha nikutajie mbio. Monday Yesu Kristo alienda kwa hekalu na akakuta watu wakifanya soko na akawavuruga na akawafukuza. Tuesday na hiyo Monday bado akalaani mtu wa mkuyu. Tuesday asubuhi mkuyu ulikuwa umekauka. Na Yesu akarejea hekaluni na akapata watu wakitoa sadaka na akamsifu mama mjane ambaye alitoa kidogo. Siku ya Wednesday ni siku ambayo haina rekodi. Siku ya Thursday ndio hii yenye tumeguza kidogo, tukasikia ya kwamba Yesu alienda kwa nyumba ya mzee mmoja anaitwa Petro, sijui Simon, na wakafanya Easter, wakasherekea Easter pale. Na wale ambao walikuwa Sunday school leo asubuhi niliwafunza ya kwamba Easter ama Passover festivals zilianza kwa Old Testament. Wakati ambapo ule usiku wa Israeli walitoka kwa Farao. Mungu alimwambia Musa, chinja kondoo dume na upake damu kwa nyumba ya Waisraeli kwa frame ya mlango. Malaika wa kifo akija, akipata damu ana pass over. Akipata damu ana pass over. Baka akipata nyumba ambayo haina damu anaingia na ua firstborn. Na akaingia usiku ule akaua firstborn wa Farao. Farao akalia na akakasirika na akasema Waisraeli waondoke sasa. Bwana Yesu atukuzwe. Farao akakasirika na akaondoka. Na wakati ambapo akasema Waisraeli waondoke. Na wakati ambapo Waisraeli walienda, wakiwa njiani Mungu akapea Musa sheria hii. Akamwambia kila mwaka muwe mnafanya a whole week ya celebrations za Passover, kukumbuka vile mimi Mungu niliwatoa kwa Farao. Kila mwaka walifanya sherehe ya Passover, wanakumbuka vile malaika alipass over kwa nyumba za Waisraeli ili aweze kulipishia Waisraeli. Na usiku wa siku ya Thursday wiki hii, wakati Yesu Kristo alikuwa anakula chakula cha jioni na kusherekea Pasaka pamoja na wanafunzi wake, Yesu akasema maneno the same. Akachukua mkate, akauvunja, akasema huu ni mwili wangu na umevunjwa hivi ndio kila mtu aweze kupata peace. Everybody in this world. Mwili wa Yesu Kristo sasa umevunjwa into pieces. Ya kwamba hakuna mtu anaweza kosa kumpokea Yesu. Hakuna mtu anaweza kosa sehemu katika ufalme wa Yesu. Nobody. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu Kristo akajivunja na akasema hivi, sasa twaeni huu mle. Every now and then mnaponikumbuka. Every now and then mnapokumbuka vile mlitolewa kwa dhambi, ni mimi mtakumbuka. Kuanzia leo Passover ya Musa imeisha. Sasa imeanza Passover mpya. Mtakuwa mkikumbuka vile niliwatoa kwa dhambi. Bwana Yesu atukuzwe. And that's why sisi kama Wakristo huwa tuna encourage sana. Kama wewe umeokolewa na umetoka kwa dhambi, ushiriki kumega na kula mkate katika meza ya Kristo. Mwadhani agoshwa. Sijui kama najiongeleshea. Leo nimeongea mambo mingi sana, labda ulipotea jiani, lakini tuko pamoja labda mnanifuatilia vizuri.
Siku hiyo wakati ambapo walimaliza kula hicho chakula, Judas akachomoka na akakimbia akaenda akaleta maaskari, na Yesu Kristo naye akawaambia mimi nataka kwenda kuomba. Yohana na wengine hapo wakamfuata. Yesu akawaambia mtaweza kweli? Kwa sababu the whole day wamechoka na wametoka kwa hii karamu na ni usiku wa manane na Yesu Kristo ameenda kuomba. Lakini hawa wamemfuata. Yesu akawaambia kama mtaweza kukesha nami, now endeni mkeshe hapo na mimi naenda peke yangu. Yesu anaenda analia, anamlilia Mungu kwa sababu alikuwa anasikia sasa ile wakati ambapo nimegojea for 33 years tangu niingie dunia hii umefika, ni leo. Anasikia huo uchungu. Anasikia huo uchungu. Akirudi anakuta wanafunzi wamelala. Anawauliza hamwezi kesha hata wana wa peke yake na mimi? Wanaamka wanaanza kuomba. Saa zile wameanza kuomba, Yesu akirudi huko akikuja wamelala. Na wakati ambapo walikuwa wakiongea, maaskari wakafika na Judas akakimbia akakisi Yesu, na ni usiku, na maaskari wakakamata Yesu. Wakati wanafunzi waliona Yesu amekamatwa, hawakusimama hapo tena. Kila mtu mguuni po. Halo. Yesu Kristo alikuwa na kundi kubwa. Yesu Kristo alikuwa na watu wanamsupport. Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi 12 kwa kabineti yake. Lakini wakati wa hatari na shida ulipofika, alibaki peke yake. Hata ule Peter mwenye alisema sitakuacha. Peter alikimbia tu hapa kujaribu kuokoa, akakata masikio ya muaskari na akaangusha chini. Yesu akairudisha. Peter akaanza kusema mimi nilisema ninakufa na wewe. Yesu Kristo akamwambia kabla jogoo iwike leo utakuwa umenikana mara 3. Na ni huo usiku. Lakini Peter hakuachilia Yesu. Alijaribu. Tupigie Peter makofi mazuri. Jamani, tupigie Peter makofi. Although hakumsaidia, lakini alikuwa anamfuata kwa mbali. Anaenda akijificha, wasimuone anafuata. Akiingishwa huko anaingia bio na ananyamaza kwa kakona. Mpaka wakaenda nyumba nyingine, kuna moto imewakishwa nje, akaanza kuota moto. Kasichana kanasema huyu walikuwa na huyo mtu ameingishwa huko ndani. Peter anasema nani wewe? Mimi hata huyo mtu simujui. Anaambiwa wewe, na kwa nini unaongea kama huyo mtu? Anasema unajua watu wakikaa pamoja hata kuongea inakuanga the same, si ndio? Halo. Yesu Peter akamkana Yesu na akarudia akisema huyo mtu simujui na msitajie mambo yake, mimi nimesema simujui. Wakati Peter alisikia jogoo ikiwika, akakumbuka Yesu aliniambia leo lazima nimkane. Na ni kweli nimemkana mara ngapi? 3. Peter akaenda kulia. Lakini nataka nikurudishe pale kwa Yesu. Imagine, baka Peter ambaye huwa anasema kila siku anapenda Yesu, alimkana mara ngapi? Baka Judas ambaye Yesu alikuwa amemwaminia baka docket iliyo na dhamani sana, alimkana. Baka wanafunzi ambao kila siku waliketi kwa miguu ya Yesu awafunze, na walikuwa na ushirikiano, waliombeana, walisaidiana kila siku, walijuliana hali. Kama wangekuwa na simu, wangekuwa wanapigiana simu kila siku kuulizana umeamka, umekula, uko namna gani? Hao wanafunzi kila mtu alitoroka bio. Yesu Kristo akabaki peke yake. Nataka kukuchallenge ndugu na dada yangu. Wakati ambapo matatizo na shida zinapokuja, hata ukikosa pasta wako usijali. Unajua kuna mtu anasema nika ukanidha anadigashoka. Kama mtoto yangu alikuwa mgonjwa na siku na pasta hapa. Nimesema warai. Hata kama hautaona mzee wa kanisa, jikaze. Kuna Mungu mbinguni ambaye hawezi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Friday, wakati ambapo Yesu alienda pale juu ya msalaba, niliwatajia the other year mambo ambayo Yesu alitaja pale juu ya msalaba, na hayakuwa mambo moja, yalikuwa mambo kadhaa. Wakati Yesu alikuwa juu ya msalaba, Bible inasema wakati alijitwika mzigo wa dhambi, sasa niko juu ya msalaba, nimechukua dhambi za watu wote, za ulimwengu mzima ziko kwa mabega yangu. Sasa Yesu akawa mwenye dhambi, akiwa pale juu ya msalaba amebebana na dhambi za watu. Roho Mtakatifu akaangi mahali penye ni pacha
We, tu hamwe. Roho Mtakatifu akaagi mahali penye ni pachafu. Yeye ni mtakatifu. Watu wote wametorokea Yesu. Isipokuwa ni wamama walikuwa wanalia hapo chini ya msalaba. Lakini watu wote wamemhepa. Mpaka yule Roho Mtakatifu ambaye alimleta duniani. Roho Mtakatifu ndio alileta Yesu duniani. Roho Mtakatifu ndio aliingia ndani ya tumbo ya Mary. Lakini wakati Yesu ako juu ya msalaba, alisikia nimewachwa. Hakuna mtu niko naye hapa, ni mimi and my God. Na sasa mpaka nasikia mpaka nguvu ya Mungu inaniishia. Yesu Kristo alikuwa na nguvu ya Mungu nyingi sana. Lakini wakati Holy Spirit alihepa, wakati Holy Spirit alisikia ni dhambi ndio zimejaa hapa, akahepa. Yesu akalia maneno haya akiwa kwa msalaba. Na ilikuwa maneno ya namba ngapi? Niliwaambia maneno ya namba 6. Holy Spirit wakati aliondoka, Yesu akasikia ako empty, akasema Eloi, Eloi, lama sabakitani. Kusema Mungu wangu, hata wewe umeniacha. I'm so lonely. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa sababu Holy Spirit aliondoka that time. Kwa sababu dhambi iliingia na Holy Spirit akaruka nje. Na kila wakati naambianga wa Kristo, usikubali kutenda dhambi kwa sababu the Holy Spirit ambaye ulijazwa wakati ulimpokea Yesu Kristo na ukabatizwa anaweza kukuondokea. Hakai mahali pamoja na dhambi. Halo. Lakini Yesu Kristo hakuwa amefanya dhambi, ni dhambi yetu alichukua. Ni yetu. Sisi ndio tulifanya mpaka Holy Spirit alimtorokee. Yeye ndiye alikuwa anamtia nguvu, lakini wakati alisikia hii dhambi imeingia hapa, naye akaruka nje. Uzuri alirudi. Holy Spirit alirudi. Wakati Yesu ako ndani ya kaburi, Bible inasema Holy Spirit aliingia ndani ya hiyo kaburi, akatoka na Yesu. Holy Spirit ndiye alimfufua Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Sasa tuko safari moja, Tuko safari moja. Wakati Yesu alipokuwa juu ya msalaba, wacha nikutajie. Ya kwanza aliambia hao akina mama waangalie Peter. Akasema, wewe mama, tazama mwanao. Chunga huyo. Umeshika? Neno la pili ambalo Yesu alisema akiwa juu ya msalaba, alisema, Baba, wasamehe, hawajui kile wanafanya. Jambo la tatu ambalo Yesu alisema, alimwambia yule mwizi ambaye alimwambia, unikumbuke. Naye akamwambia, hakika leo tutakuwa na wewe paradiso. Hiyo ni jambo ya ngapi? Ya tatu. Ya nne, Yesu Kristo alisema, naona kiu, I'm thirst. Hawa watu wakafikiria ni thirst ya mdomo, wakamwekea vinegar. Mnajua hiyo vinegar? Na ni kali sana, viki. Wakaiweka kwa kisponge, wakadunga na miti kwa sababu msalaba ilikuwa mrefu sana. Wakampandishia mpaka kwa mdomo anyonye. Akanyonya, akasema it is finished. Neno hiyo ni ya namba ngapi? 5. Akasema it is finished. Wakafikiria ni hiyo vinegar imeisha. Lakini yeye alikuwa anasema kazi imekamilika. Kazi yenye ilinileta dunia hii imekamilika. Wakati alisema imekamilika, akachukua dhambi zote. Na Holy Spirit akachomoka. Yesu akalia tena, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Hiyo ni namba ngapi? 6. Na neno ya mwisho yenye Yesu alisema akiwa juu ya msalaba on Friday. Ninakutajia kwa sababu hii wiki hatutakutana kila siku nikwambie. On Friday, neno ambayo Yesu alisema ya mwisho akiwa juu ya msalaba, alisema, Father, into your hands I commit my spirit. Yesu hakulazimishwa kukufa. Yeye ndio alijipeana. Alifanya nini? Alisema, Baba, kwa mkono wako nimepeana roho yangu. Na akakatika. Na wakati Yesu alikatika ilikuwa saa 6 mchana. Saa ngapi? 12 o'clock. Yesu kukatika tu hivi, dunia nzima ikajaa giza. The whole world. Kukakuwa usiku na ni saa 6 mchana. Kukakuwa usiku. For 3 hours. Watu wameanza kutafuta torch. Kwanza ulikuwa kwa kazi huko, giza imekuja, haukuwa umejitayarisha tutabeba torch. Watu walianza kumulika wakitafuta ni wapi. Ikakaa for 3 hours. Saa 9 mchana ndio jua ilirudi.
Halo. Saa 9 mchana ndio jua ilirudi, na huyo askari ambaye alikuwa hapo karibu, miongoni mwa wale walimtesa Yesu, akasema, nimeogopa. Huyu ni mwana wa Mungu. Lakini ilikuwa late. Washamdunga, wameshamfanyia hiyo mambo yote, wamemtemea mate, wakamuvalisha taji yenye imejaa miba, ati ufalme wake ni wa aibu. Watu wanasema ati ni mfalme wa wafalme. Nani? Walimutengenezea crown ya mamiba, wakakuja wakamvalisha yenye inamdunga hivi, ati huyu ni ufalme wake ni wa aibu. Mpaka wanamtemea mate, kwa sababu mtu ambaye amedharauliwa mpaka mwisho ndio anatemewa mate. Hawa watu walipiga Yesu viboko 40-1. Halo. Walimpiga viboko ngapi? 40-1. Katika utawala wa Warumi those years, hiyo miaka, mtu ambaye amefanya makosa alifaa kupigwa viboko 40. Lakini iliruhusiwa apigwe viboko 39. Mnanielewa? Iliruhusiwa kwa sababu gani? Yule askari anayemchapa viboko anafaa kumchapa akicount. Amchape viboko 40. Akipitisha agonge ya 41, huyo askari na yeye anafaa kulalishwa na yeye apigwe viboko hivyo the same. Mnanielewa? Sasa anaruhusiwa amupige 40-1, apige 39 akicount. Ndio isipite, kwa sababu ikiweza pita yeye ndio anageuka. Hapo mmenielewa? Yesu alipigwa viboko 40-1, that is 39. Ambayo ilikuwa so shameful. Hiyo ilichapwa mtu ambaye ameshinda society, mtu ambaye amekuwa mchafu, mtu ambaye dhambi zake hazina reverse. Lakini Yesu alivumilia hiyo yote ili mimi na wewe tuweze kupokea wokovu. Sasa kama vile Yesu aligeukwa na akateswa, akadharauliwa, akatemewa mate, who are you? Wewe kama Mkristo, wakati ambapo unaona ukitemewa mate, kumbuka ya kwamba yule ambaye ni kiongozi wetu, yule ambaye ni role model wetu, alitemewa hata zaidi yako. Usistuke. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati ambapo unaona watu wamekugeuka kijiji mzima, mpaka unaanza kusema mimi ndiye wake, mimi hata ninafaa kukufa. Nonsense! Kama Yesu Kristo aligeukwa, wewe ni nani? Halo. Wanadamu wanaweza kukugeuka, the whole community. Yesu aligeukwa na tauni mzima. Wacha tauni peke yake. Wale watu ambao walipanga Yesu auliwe ni viongozi wa kidini, mabishop, archbishops. Hao ndio walipanga mpango wa Yesu auliwe. Hao ndio walipea mtu anaitwa Judas pesa ya kuuza Yesu. Mnanielewa? Imagine mpaka wale watu ambao huwa mnaomba nao, mna fellowship na wao, wanaweza kukugeuka. Lakini Mungu peke yake hawezi kukugeuka. Watu wanaweza, na sasa hii nataka kusikia amen mzuri. Watu wanaweza convince kijiji mzima ikonvinsiwe wewe ni mchawi, wewe si mtu mzuri. Na wakonvinsiwe kabisa na waanze kusema kweli, huyu ni mchawi. Lakini kuna Mungu ambaye hawezi kukugeuka. Sijasikia amen. Watu wa Mungu, sijasikia amen. Wanadamu wanaweza kukugeuka, lakini kuna Mungu mbinguni ambaye hawezi kukugeuka. Wanadamu wanaweza kukusifu leo na kesho waseme wewe ni mbaya. Tunuatulia. Ile midomo yenye ilisema wewe huwezi saidika, hiyo midomo inaweza siku nyingine tena iseme ndoka kuhoya utaidio guku. Kwa sababu huyo mdomo ni wa mwanadamu, lakini wa Mungu haubadiliki. Nimekutajia nikianza ya kwamba chali yako anaweza kukuambia you are so beautiful. Kuna story ambayo huwa inapeanwa ya Wakarufuku. Aliona matunda ya ndizi. Akaona hiyo ndizi imeiva vizuri. Wakarufuku ni sungura mjanja. Sungura akajaribu kuruka afikie hiyo ndizi, lakini afiki. Na alikuwa mpaka anamwaga mate akiangalia hiyo ndizi. Dakika ya mwisho alisema toa na timeru. Kwa sababu ameshindwa. Halo.
We, halo. Nimewahi ona vijana wakichokoza wasichana, saa zile anamchokoza, anamwambia you're so beautiful, macho yako ni so sexy, ukifanya hivi unamulika kama tosh. Lakini huyo msichana akimkataa, anaanza kwambia kwenda huko, hata hauna sura, hata mtu hawezi jua kama nikukuja unakuja ama ni kwenda unaenda, hata sijui nini, kwa sababu na ujue huyo ni yule mwanadamu ambaye amekwambia you are so beautiful. Sasa tena ameanza kukwambia hata hii mapua yako inaweza jando, ni kubwa sana, sijui nini, hata hiyo macho yako ni kama ilihagerwa juu, inakaa na birigoi juu. The same mwanadamu. Tukasema wanasiasa anasifu yule mwingine, anasema huyu ndio tosha. Akifika uchaguzi, akiona yeye hakupewa kura, anaanza kusema tena huyo ni mwizi, huyo ni mkora, huyo ni mshawi, huyo ni wa Freemason, sijui huyo ni wa nini. The same people. Hawa wanadamu ambao walimgeuka Yesu wanaweza kukugeuka. Wewe stick na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe stick na Mungu. Kama walisifu Yesu, tumesikia walikuwa wanasema Hosana juu on Sunday. Lakini Friday walisema asulubiwe. Mpaka wakaenda to an extent ya kujiletea laana kwao. Ati wacha hiyo damu iturudie sisi na watoto wetu. Bwana Yesu atukuzwe. Wakaanza kusema wacha hiyo damu iturudie sisi na watoto wetu. Nataka tusimame kwa miguu. Natumai data zetu zime expire. Watu online wametupoteza. Kumbe tulinunua data mapema. Lakini tunaweza simama tuombe. Alafu tumekamilisha hicho kipindi. Baba, mimi ninakuabudu, imba Baba we. Baba, sema Baba we. Baba, mimi ninakuabudu mbele zako. Mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu, sema Yesu we. Yesu, taja Yesu we. Yesu, mimi ninakuabudu mbele zako, ninainama. Mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu, imba